nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa roho yangu yote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa roho yangu yote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa roho yangu yote. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakuabudu. Asanti kwa wema na utukufu wako, asanti kwa baraka zako, asanti kwa kutupatia nafasi nyingine tuje tukuabudu. Wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na kuumba dunia, na kwa hisani yako vyote vilivyo katika uso wa dunia viliumbika kwa kinywa chako tu na kusema na vikawa. Pia tunakuomba Baba ukaweze kutuumbia siku hii iliyo na utengo wa hali ya juu, utengo wa mafuta yako, utengo wa baraka zako. Tubariki na ubariki kila mmoja. Bariki kila baba aliye hapa, bariki mvulana aliye hapa, bariki kila mama aliye hapa na msichana aliye hapa, wote wabariki kwa njia ya kipekee. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Sema amina. Kama kuna kiti kilicho mbele yako, tafadhali hicho kiti ni chako. It is meant for you. Kusikue kuna mtu ataketi nyuma. Na wewe ni kiongozi, unakaa bahali pa viongozi, na huyo mjeshi aachiliwe atembee kama ako na afya mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana, naona you are trying to struggle to fit into the new fitting. Mr. Jenga, God bless you. God bless you because I expected some resistance, lakini naona it is like there is a smooth transition from a movement into a church. Praise be the name of God. Thank you for hearing now, because mumekuwa watu wengi hapa, tumekuwa watu ambao tulikosa kusikia sauti ya Mungu. We have been rebellious to everything that God has said, and that is why when you become so rebellious, ukikuwa mtu ambaye hutaki kusikia na hutaki kuambiwa na Mungu anapozungumza, unakuta kuna magumu unayapitia. Wakati Yakobo alitokelezewa na malaika, waling'ang'ana na malaika kutoka saa 3 usiku mpaka saa 11. Na hiyo saa 11 ni wakati alikuwa already ashavunjwa mguu. Bwana Yesu asifiwe sana. So sometimes sisi wa Kristo lazima tufike kiwango ya kuvunjwa mguu ndio tuweze kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ningetaka kutoka leo kanisa hili muwe watu wa kutii. Ni kanisa la kinabii. Tii sauti ya Mungu. Anaponena tii tu. Akisema tukae na stailo hii, tukae tu na hiyo stailo, na utaona baraka zinakuja. Kwa sababu unaambiwa umtii Mungu wako, naye atafanya nini? What? Atakubariki. Baraka zinakuja kutokana na kutii. Baraka za Mungu hazikuji kutokana na jambo lingine lolote. Hata uwe Mkristo namna gani, hata kama uliokoka miaka 100 iliyopita, hata kama nyanya yako alikuwa ameokoka, mama yako aliokoka, na wewe ukajikuta umeokoka, it is zero if you don't obey the word of God. Disobedience causes strife. Mnapokuwa na disobedience kunakuwa na ugumu, strife, mateso, magonjwa, umaskini, no breakthrough, suffering, all manner of things. Munavamiwa na maadui na hamutajua, maana in the first place mulikuwa disobedient. When you are disobedient, you become blind. Hauoni, unafugwa macho.
na hautaona tena. Maadui watakuja wakae kwa kampi yenu, watawapiga, watawashambulia, mkisema mnaenda tu biguni. Na hakuna biguni saa hiyo. Biguni ilifugwa kitambo na bigu yako ilifugwa. Kwa hivyo disobedience can cost you to delay. Wana wa Israeli kama wangejua wamtii Mungu, ilikuwa tu safari ya siku 8. Lakini iliwachukua 40 good years. And at the end of the day, they didn't make it. Hakuna, ni Caleb na Joshua peke yake ndio walifaulu kwenda. Caleb peke yake na Joshua. Wengine wale walienda kule Kanani ni wale walizaliwa kwenye jagwa. Maana wakati mwingine Mungu anaangaliaga, naona hawa watu hata nikifanya nini hawatasikia, nitawamalizia kwenye jagwa, nizae wengine kwenye jagwa wenye hawana historia ya kule walitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ile kitu imetumaliza hapa ni historia. Huyu kuna mmoja alitoka Full Gospel, mwingine akatoka Deliverance, mwingine akatoka what and what, mwingine akatoka hii, mimi nikatoka huko. Sasa zile my experience tuko nayo ndio imetuchagia kuwa wagumu wa kuelewa. Kwa sababu uko na experience. Wewe ndio unajua venye kuna edaga. Wewe ndio unajua ibada inakuaga hivi. Wewe ndio unajua yule mtu ameokoka anakuaga anaangaliaga jicho yake iko ya blue ama ya yellow, kwa sababu wewe ndio umekaa kwa kanisa siku nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able to understand that your experience does not matter when it comes to the things of God. What you know does not matter to God. It is pretty useless and hopeless. What is very important is what the Holy Spirit is saying. Because everything that you do is connected to God and your prophet. Praise be the name of God. It is connected to God and your prophet. Obey and respect your God so that you can be established. And respect your prophet so that what? You can be prospered. Prosperity for you to grow. Because what you must understand, lazima ukuzwe kiroho ndio uweze kutambua ni nini kimekufuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ujue ni nini baraka zako zinatokea wapi, zinafaa kukuja kutoka wapi. Lazima uwe na kitu kimoja cha kuweza kuelewa kupitia kwa nabii ambaye uko chini yake. Si nabii yowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Not any other prophet. The prophet that you are under. Mwenye ambaye unatoa fungu la 10 kwake, mwenye ambaye umesubmit to, ambaye unafanya chini yake na chini ya mafuta yake. That is the prophet the Bible is talking about. Not any other prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. Not any other prophet akuje leo niite nabii akuje hapa aanze kuambia inueni mikono yenu juu, I prophesy, amen, I prophesy, leteni shilingi 1000, leteni shilingi, na mnakibia mnatoa hapa. You are disobeying your prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. Any word, any authority, it is based on the prophet you are under. That is the only authority you can take. The rest it is to listen and choose the words. Uchague ni nini utabeba na nini utawacha. Lakini si kila mtu akikuja hapa kwa sababu nimempatia microphone aanze kukuatabiria, naona miaka yako itakuwa ni nini nakuwa na sahiyo na kibio na ekelea pesa hapa. That is the beginning of your suffering. The day you find yourself, any man or any woman akiingia kwa maisha yako, amekuja amekutabiria, unakibia kwa mfuko unatoa pesa, hujui kwanza. Fanya utafiti. The Bible says, test every word. Even the word I'm speaking to you, test it. Understand. Follow me as I follow Christ. Don't follow me because I'm going. If I'm not following Christ, don't follow me. Bwana Yesu asifiwe sana. So be cautious. Be cautious. Hilo neno nimekuwa nalo kwa muda. Na nimekuwa nikiuliza Mungu, nilizungumze ama niache kulizungumza. Naye Mungu akaniambia leo ndio wakati mzuri, because this is the day we are learning about how to win spiritual battles. Ni vipi ya kushinda vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo kama hiyo nimetaja hapa, ya kukibiria mtu yote ambaye amekuja kwa sababu amejiita nabii na unampatia pesa yako, hujui kama ni nabii wa ukweli ama ni nabii wa ushetani. Kwa sababu utatoa shilingi yako 100 na aiende aibebe aipeleke, mtaanza kulia. Na kanisa kutoka siku hiyo linaanza kulia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Si watu wote wanapatiwa, si manabii wote ni manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Before you came na ukakaa chini yangu, tumekaa na tumetembea na wewe, you have something that you can say, hapa nimeona Mungu. Lakini sasa huyu mjamaa leo amekuja hapa na nimemkapatia microphone na ameanza haleluya, ninaona watu wakibarikiwa, amen, naona watu kila mtu ndio hiyo. Sasa hata kusimama kwa viti mnasimama, anasema kila mtu leta 500 hapa. Unaona watu hata wengine hawatoagi, wanatoa 500. Ni kumaanisha kanisa hapo hakuna kanisa, you are just dead. Bwana Yesu asifiwe sana. If you cannot, hapa nikuambie sasa, kanisa inataka shilingi 10,000. Niwaambie wekeleeni pesa, muone ni 250, 230, 220, 220, 220 tumewekelewa hapa. Kukuja huyu mjamaa asimame hapa. Bwana asifiwe. Ninatangaza kuna baraka inaanguka, kuna neema inashuka leo. Kila mtu atoe 500, 500, 500, 500. Uone 500 zikianguka hapa, you don't belong here. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't belong to your father. I am not your father. Because if I was your father, you could have heard my voice. But if huyu mtu amekuja nje na amekuja na umesikia sauti yake, amesema toa 1,000. Unaona maelfu mpaka watu hatoagi. Unaona babu ametoa 2,000. Sisemi utoagi, ni example nimepatiana. That is means this is not a church. I'm not your father. Kwa hivyo any fatherly blessing will never come to you. Bwana Yesu asifiwe sana. If siwezi kukuomba kikombe ya chai, usimame hapa nikwambie ninunulie chai, ukue hauna. Huyu mjamaa kuja leo akwambie Bwana amesema unibariki na akutolea unabii 2-3, alafu akuombe pesa umtolea mpaka igini hakuwa amekuitisha. Then the man or the woman unakujaka kusikiliza ama una pretend unaitanishwa na yeye, you are not. Hiyo si baba yako ya kiroho. Hamujashikana. Because mama yangu nyumbani sasa akinipigia simu niambie kuja nataka kukuona, I will drive after the service, I will drive home. Kanatigwa, I will drive home. Niende nikasikie. Hata kama sina nitakwambia Mr. Eldejega, nipatie shilingi 2,000 niweke gari mafuta. Mama yangu ameniita, nataka kwenda kusikia nasema nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mama yangu akiniita, nimuulize mama unatakaje, ukwenda gatia? Aniambie kwenda gaoke kumete. Ni pesa kwenda gagutumire. Huyo si mama yangu. Kwa sababu I'm valuing money than her. So if you are not able, the beginning of the winning of any battle, spiritual battle, lazima respect yule mtu muko na yeye. Ule mtu uliamua maisha yako ya kiroho umempatia, you must respect that person. Otherwise ukatoa. Sasa hapa niwaambie mtwe, juzi hapa tulikuwa na issue ya nyumba kubwa sana, tumeletewa shida hapa sana. Na watu wengine wanataka tutoke hapa, wengine hawataki tutoke hapa, wengine wanataka tufukuzwe, wengine hawataki tufukuzwe. Tulikuwa na hiyo issue. Na nikaambia watu tuchage, na tukachaga haraka haraka na tukapata pesa. Ile ilikuwa na haitekana. Kama sigi mugetoa, ningejua hapa sina nini? Sina watoto. Ningeenda kutafuta watoto kwa sababu baba yangu akiwa na shida nyumbani, anaitaga nyumba kama inatoboka mabati, anaita nani? Anaita watoto wake, wanakuja. Lakini ukakuta baba ameruka kwa neighbor, ameenda kwa watoto wa neighbor, anawaambia nisaidieni hapa. Kuna laana inatembea jani ya watoto yake. Na ndio hiyo shida inawakuta. The day you realize that you can give out to somebody not your father, then that is not your father. You must repent. Na kama umewahi kuenda hata mahali ulikuwa zamani, umewahi kukua na ukaenda ukamisbehave, badala ya kupatia giri moja baba yako ya kiroho, ukapatia rafiki ya baba yako ya kiroho, wewe you are just a religious or a religious prostitute. Let me use that language. Religious? Hapana. Orphan ni mwenye hana baba na hana mlezi. Lakini huyu ana pretend yako na baba, lakini ako na kababa kengine. Kababa kengine kakikuja, huko ndio anakibia, ndio anamuita daddy. Daddy wenu akikuja, huyo si daddy. Then you are a religious prostitute.
Wewe ni jagiri tu ambayo inarukaruka hapa. Stick to your father, because it is only your father that is carrying your blessing. Praise be the name of God. I am the only, that is why you are called ukuje ukae chini yangu nikulee, because I'm the only carrying your, kwa sababu kutoka Kayole mami, umetoka Kayole kwenda makanisa maigana Kayole, umeruka kanisa kama 20 ukakuja hapa, na haukufosiwa na haukulazimishwa na hakuna buduki uliweko hapa. Wewe ulisikia mwito, Mungu akakwambia nenda kwa fulani, kuna baraka zako huko, so tulia mpaka upate baraka zako. The day utaona umekuja hapa, nimeleta mgeni umemchangamkia kuniliko, umebeba laana. That is why we see churches, ukienda Catholic wako so blessed. Ushaingia harambee ya watu wa Catholic, wakama wanataka 10 million 1 hour, wana raise 10 million. Sasa tuitishe 1000 hapa saa hii kanisa ya kiroho, itishe 1000, utapatia na bahasha 800 na itachukua wiki 3 ndio ifike, kwa sababu they don't recognize their spiritual fathers. Therefore, this is what I want to teach you today, na tafadhali tusikilize, because nimeambiwa na Elder Jega sasa tuko kanisa kamili, and I want to believe nyinyi yote mtakuja back, na nitawaita mkuje niwaachilie baraka zenu, mkuje mrepent, kwa sababu ni wengi wenu hapa. That is what you are. Sidio? That is what you are. Kesho nikaita nabii, mtu akuje hapa nabii, I'm sure huyu hatujaiona elfu yake 10, na siku hiyo atatoa 10,000 yaekelee kwa madhabahu, because mumekuwa miracle seekers. I am not going to walk with miracle seekers. I want to walk with word seekers. Watu who are ready to listen to the word of God, who are ready to be nurtured, walewe, wapatiwe maziwa, wakikunywa maziwa, wapatiwe Cerelac, wakikunywa Cerelac, wapatiwe nini? Kaugali kametokoyotokoyoni na maziwa, kutoka hapo kaende akipanda tumanagu tudogo, aende akipanda baka apatiwe getheri na sahani ya kule. Lakini kama wewe ni mtu wa kuchangamkia, I will not love to cheat you. Tuko pamoja. Sitakubali kukudanganya, because I'm not your father. I am not completely. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I am carrying your blessing as your father, as your spiritual father. And if I cannot release the blessing to you, then hakuna mahali tunaenda, una waste time yako. Ninataka kanisa ambayo in another 6-5 months to come, kila mtu atatangaza aseme I'm about to buy a car. Kila mtu atasema niko karibu kununua shamba. Mwingine atasema mimi niko karibu kufungua kanisa, mimi niko karibu kufanya hii. Tafadhalini tuigie hiyo. Na kama kuna kitu, kama kuna juzi hapa niliona kuna kesha ingine ilikuwa hapa usiku, na nikaona kuna watu waliitishwa, walitolewa unabii hapa, kisha wakatoa 1,000, wengine 500, wengine nini, na hujui huyo mama kama ni muganga ama ni mchawi. Nilikuwa hapa kwa hii madhabahu, nikaitisha sadaka, walitoa 200, lakini nilipoondoka 4,000 zilipatikana. Unabii. Naona uko na gari inakuja, naona shamba kubwa. Wakaagusha manoti hapa. Hiyo kitabia nisiwahi kuiona hapa tena. Until I tell you. Yes, wanakuja, mtu atakuja akisema ni basta, si wewe ulikuja. Nikakupatia microphone. If we want this church to grow, respect the authority. Sikatai ununulia mtu kikombe ya chai, lakini not a prophetic word from this altar, because that is defiling this altar. Praise be the name of God. And if from then you start dying spiritually, financially you will die, physically you will die. Kwa sababu hujui huyo mtu kama ni muganga. Kwa sababu hata usiwagaga wanatabiri. Wagapi wameiwenda kwa muganga kama mimi? Si muganga anakuambia kitu na unaona, na anakuambia kuna kitu itafanyika, na anatuma nyoka kwako na inakuja, anatuma chura na inakuja. They are also prophets of doom. Ni prophets wataprofesai na itafanyika na itaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kufukua kanisa. Utii mafuta ile huko chini yake. Utii. It is through me. Kama kuna unabii itakuja kutolewa, it is through me.
through my permission. Usimame kuja toa unabii, but through who? The authority. Because there is an authority here. Akatatigo. So that everything can be looked at. But I cannot allow mtu atoke kule ametoka akuje atoe unabii, wewe uende uaguke. Utabulemu nani? Utabulemu nani? Utabulemu mimi. So, uliona hiyo yote na huku tuambia. Lakini tulikuwa kwenye stage ya nini? Ya kukua. Sasa na matumaini yangu makubwa sana. Tumekuwa sasa, be careful. Be very careful. Watakuwa kuja manabii wa uongo na manabii wa kweli. How do you know? Utajuaje manabii wa uongo na manabii wa kweli? Until uone mazao yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuona mazao yao ni jambo litakuwa limekufanyikia. Hiyo ndio mazao yao. Kuna mama mwingine amenipigia simu hapa, amekosa fare ya kukuja kanisa. Na huyo mama tunanaga hapa sadaka yake natoaga baka 5,000. Kutoka siku hiyo ni mmoja waliyetoa 1,000. They are suffering now. Na kutoka siku hiyo wale walikuwa na hiyo mambo yote hawaonage kanisa, walienda. Kwa sababu waliachieve. Their motive was kuachieve. Yes, na wamechukua. Tabia vuka macho unatoa naweka kwa mkono. Akiweka kwa mkono nashika na microphone na anaficha ndio msijue. Tena naitisha ikile anashika na microphone anambia, "Fungeni macho sasa tuombe. Fungeni macho." Anashika naweka. Hiyo na askari wa polisi wa traffic pale ni the same. Ni the same. Tusome kitabu ya Danieli 10 mstari wa 12. Ndio hapo ndio tutaanza leo. Hiyo nawafundisha tu part of the winning of spiritual battles. Because that is what tumekuwa nayo, imetugemea. Tumepigwa. Baka mama wa kutoka Kemedi anasema tutubu dhambi. Hallelujah. Dhambi si ile umeenda kufanya usharati. Unajua nyinyi mnatafuta mtu amefanya usharati. Mnatafuta mtu ameongea ubaya. Hiyo tutabia tudogo tudogo. Hiyo ndio dhambi mnaambiwa mtubu. Na hiyo ndio imetuangamiza. Na hiyo ndio imetumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu wengi wanatafutaga ati huyu alikutwa na msichana wamekabana kwa kakona. Tukiwa ndani ya kanisa kama hii, dhambi ni kudefile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio dhambi ile kubwa sana katika hii nyumba. Hiyo ikile mnashughulika na Mungu pale nje kwa sababu mlifanyia wapi? Pale nje. Hiyo ya kudefile madhabahu. Hiyo ya kukuja unaona huyu mama unamshika unamhagi unamwambia Bwana akubariki sana, Bwana akupende. Alafu huku kuna kikisu anakugoga ya mdomo. Ama kuna wengine wako na handshake iko na venom, iko na sumu handshake. Anakushika tu hivi, kumbe kuna kitu amekuweka. Hiyo ndio hapa iko hapa ndani. Haziko huko nje, ziko hapa ndani. Na mashida zote zinaanza hapo. Mtu anakuletea kanoti kake, kumbe kanoti kamepakwa vitu, unashika na mkono hiyo kutoka siku hiyo unaanza kusikia imegada. Bwana Yesu. Alafu anakutanganya nimeweka nini? Unaiweka kwa mfuko, unachanganya na pesa zako. Inaenda kwa pesa zako, inatembea mpaka kwa bank, ina defile. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mitego ni kidogo kidogo. Kama juzi nimeona huyu mzee namwambia weka pesa yako kwa kikapu. Anasema ananiambia mtu mwingine niwekee. Kwa nini? Niwekee. Yeye amebeba kutoka kwake, zimekuwa kwa mfuko, amekaa hapa amezihesabu, ameseparate, kisha amewekelea hapa. Namwambia weka kwa kikapu. Ananiambia mtu mwingine niwekee. Unaangalia, si kupenda kwake, ni imani aliyonayo. Na hiyo imani lazima sasa tumsaidie kuelewa. Hivyo si vizuri kama umebeba sadaka, iweka kwenye kikapu, maana kwenye kikapu ndio tumetenga kwa shughuli hiyo. Na mule kule ametoka, labda wameambiwa usiweke kwa kikapu, uwe unawekelea kwa meza. Ako sawa. Hajafanya makosa, lakini hajafuata mipangilio venye inapangiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio nataka tufundishane na tuelewe. Na kwa sababu those are the small things, the spiritual mistakes that we make that will make us be defeated in our spiritual warfares.
Hallelujah. Then he said, that is Daniel 10:12. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first that you set your heart to understand, and to humble yourself before God, your word were heard, and I have come because of your words. Hallelujah. That since ile siku ulikubali kukaa na ukakuja na ukasalenda kwangu, huyo ni Mungu anasema sasa. Then he said to me, do not fear, Daniel, and for from the first day that you set your heart to understand, from the first day ulitaka kufundishwa. The setting your heart to understand ni wakati ulikubali kufundishwa, wakati ulikubali kukaa chini ufundishwe chini ya mafuta ya Rev ama Apostle Waruinge. So wakati ulikubali kukaa chini juu ya madhabahu haya uanze kufundishwa. That is the beginning of your wisdom, the beginning of winning your battles. Praise be the name of God. That is the beginning. When you fast that you set your heart, and it must come from your heart. It must not come from anywhere. Haifai kukuja from your experience. Kanisa yetu hatukuwa tukifanya, kanisa yetu ilikuwa ikifanya nini? Kwenda hiyo kanisa yenu mlikuwa uende ukakae huko, kwa sababu that is where your heart is. Bring your heart here. For us to win any battle, your heart must be here. So that whatever you do according to the will of God. Whatever you do according to the calling, because every minister of the word has a calling, and every minister of the word that has a calling, ana calling yake kulingana na venye Mungu amemuita na ile direction amempatia atakuwa akifuata. Wale watu walikuwa wanafuata Musa, walikalishwa chini na Joshua, wakaambiwa tena, sasa mimi si Musa, mimi ni Joshua. Kwa hivyo sisi tunaenda battlefield, mundu kumundu, kugogana na wakachapana na wakafaulu. Lakini Musa ukimwangalia wakati alianza na miracle, alikuwa anaulizwa na Mungu, ni nini huko kwa mkono? Ni bibo, agusha chini, inageuka inakuwa nyoka, inameza. Wanastuka, wanafuata barabara. Akaenda kidogo, akaambiwa nini? Akaambiwa sasa goga hiyo maji, ikagogwa, ikapasuka, barabara ikatengenezeka. Hiyo ilikuwa Musa. He dealt in miracles. The calling of Moses was not the calling of Joshua. Joshua required intelligence of God. Alihitaji intelligence ya Mungu. Ndio alikuwa anamwambia, nenda uambie watu waende Israeli nyuma na wengine wazunguke upande ya mbele. Sasa wale wataanza vita ni gani? Ni wale wa Israeli upande ya nyuma. Alafu mkiona wamewaona, nyinyi mtoroke. Alafu hao wengine na nyinyi mkuje mkichoma. Hiyo ni intelligence ya Mungu. Lakini Musa hakuwa na hiyo, hakuambiwa hiyo. Musa acted on miracles. Ya kuweka watu baridi. Una imagine mtu ameagusha kamuti kameanza kumesa nyoka zingine. Hivyo na zikamezwa na zikaenda. Mahali popote alienda akashika jivu hivi, akaambiwa rusha juu. Aliporusha juu, hiyo jivu ikafanyika inaitwa nini? Fine what? Fine rokogo inaitwa jina Kisugu. Vubi, ikakuwa vubi. Na hiyo vubi ikasambaratika kwa mfalme na kwa ng'ombe zake na kila kitu. Wakashikwa na nini? Na mapooza na maboils zikajaa kwa mwili, wakagojeka. Ng'ombe na busi zikagojeka, watu wanyama wote wakagojeka na kila kitu, na vita wakashinda. Hivyo tu. Hivyo ndivyo Musa alipigana. The calling ya Moses was not the calling of who? Of Joshua. That is why haujaenda kwa hii kanisa iko juu. Ukienda kwa huyu juu ni mwalimu anafundishana. Na anafundisha mambo mengine tofauti na hii anafundisha, lakini imetolewa kwa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why, because God in his own wisdom aliona unafaa under my anointing ndio nikufundishe mahali umefika. So ukitoka hapa utaenda tena atakusabasa kwa mhubiri mwingine, naye huyo mhubiri akufundishe. Sasa ukienda kwa James Maina Ng'ang'a, akikuangalia tu hivi anaonaga pepo. Amekufungua. Unaguka anasema pepo toka. Toka na anakupiga masiramu na makomoni. Koko. Sasa pepo linatoka. Pepo likitoka si umewachwa huru. Sasa si ukuje ufundishwe. Uambie mtu mwenye ako huru anakaaga hivi. Mtu mwenye ako huru, ulikuwa umefungwa biashara ilikuwa imefungwa. Sasa nimekufungua biashara, fanya nini? Sasa hivi ndivyo utakuwa ukikaa.
Mimi nitakufundisha utatajirika namna gani. Yule mwingine ukienda kwa Harrison Ng'ang'a atakufundisha lazima ukae very good. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how, once you understand, once you set your heart to understand, first of all, the most important thing, it is to set your heart to understand. Moyo wako ujue na uelewe ni nini unafaa kufanya. Moyo wako understand ni kwa nini uko hapa. Ni kwa nini unaenda mlimani? Ni kwa nini unafunga kukula na kunywa? Ni kwa nini unakaa maisha? Ni kwa nini umeitwa kuja kuongoza uimbaji hapa? Ni kwa nini umeitwa kuwa chairman na share lady? Ama ni kwa nini umeitwa secretary ama treasurer? Ni kwa nini umepatiwa jikoni? Ni kwa nini umepatiwa uende crusade? Ni kwa nini umepatiwa? Kwa nini? It is after setting your heart to understand. The day you set your heart to understand where you are, then nobody, no weapon fashioned against you will ever prosper. Hakuna. Hawatakuweza, hawatafaulu, maana utakuwa ukiwakonga, because you are in the right place and your heart, it is where it's supposed to be. And to humble yourself. Once you set your heart, then you humble yourself. That is how to win any battle. Just set your heart that I'm going to win. Set your heart that I believe in my God. Set your heart I believe in Jesus. Set your heart this is what I believe in. Then humble yourself. Wacha kiberebere. Wacha kiherehere ya kurukaruka, mara uko hapa, mara wewe mjuaji, una nini, wewe ndio nani, wewe ndio nini, wewe ni kama Wajakoya uko na degree 10 na tunataka tu moja. Na hataki kusabasia Sakaja, na Sakaja ndivyo ameteseka huko Kenya mzima akitafuta degree, ameenda mpaka Uganda na Wajakoya yako na 10. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Wajakoya ni rafiki yangu sana. Tulienda na yeye, tulienda na yeye huko kwa TB Joshua siku moja. And to humble yourself, lakini hatukufundishwa na TB Joshua tutengeneze bagi tu. Hiyo sijui alitoa wapi. Hey, and to humble yourself before God. Once you set your heart, just humble yourself before God. Humble. Nyenyekea tu, tafuta Mungu. Ukinyenyekea, Mungu atazungumza na wewe, because God will never talk to any big person. Jesus alisemaje? Yule aliye mkubwa ni nani? Ni yule mdogo. That is how to humble. If you humble, God will hear you. Because when you don't humble, it says that wewe ni mkubwa na hauhitaji usaidizi. Always surrender to God. When you surrender to God in every matter, no matter how small it looks like, if it is a spiritual matter, usingangane kwa sababu itakushida. Hata kama ni katoto kama haka kana kuambia wewe nitakuroga, don't underestimate. Do not underestimate. Hata kama ni kale kameshikwa pale, don't underestimate, because ako na power spiritually. Wewe unakuja physically. Daudi kalikuwa katoto kadogo sana, hakakuwa katoto kakubwa, mpaka huyu Goliath alipokaangalia akauliza, sasa nyinyi wote. Unajua in his mind alikuwa anauliza, watu wamenichukulia kwa sababu aliona, do I look like kadogo? Mimi ni ubwa, mnitumie kaubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That was the question. Mimi ni umbwa, mnitumie kaumbwa. Naye ule Daudi alikuwa anajua hangangani na mwili, ndio maana alikuwa hapo, na akajua this is a spiritual warfare. Na ndio akaenda kwa Goliath akamwambia, mimi wewe utakuja na mwili wako, lakini mimi nitakuja na baba yangu ya mbinguni. That is how he won it. He interpreted, akajua huyu Goliath si Goliath, inside him there is a power. And I'm not going to deal with his body, I'm going to deal with his inside. Ndio tunapigwa hapa. Ndio naona kanisa linapigwa. Tumekuwa tukikuwa hapa, tunakuta tunaendelea, mara ingine tunarudi, mara ingine tunaendelea kwa sababu ya ujeuri. Kanisa ikijawa na majeuri tupu. Ukiambia mtu kaa hivi, naambia utodi, hii tuko kanisa wacha kuvaa kofia. Kana anatoa, anaenda hapo, anarudisha kwa kichwa. Anasema level data niambia nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kumaanisha nini? Ndani yake kuna kitu kinamzungumzia, kinamwambia, now you are a big man. Nobody should joke around with you. And when you become a big man spiritually, you are down. Wakati hautaambiwa paga laini, upage. Wakati hautaambiwa stop this na uendelea kufanya, basi that is the failure.
Umeanguka already, umeshindwa vita. The day you humble yourself, that is the beginning of your victory. The win, any win that you want to win, you must surrender to God. You must surrender to God and surrender to man. Ukiona mtu amekuinukia, rudi nyuma. Nilikuwa nafundisha watu wengine hapa na wabia. Ukiinukiwa, ukiona vita zimeunukia, usiamuke. Nyuki zikikuja usikie zimefanya lala chini. The advice we are given, lala chini, nyuki zipite, uamuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii vita unaona vya kiroho kama hapa. Tumeng'ang'ana, tumepigwa. Wale watu walitoka hapa wachache, walienda. Wengine walienda kwa waganga. Kuna kamama kamoja kalienda kwa mganga. Kakaambiwa sasa, wakapatiwa kioo. Picha yangu ikapelekwa, picha ya fulani ikapelekwa, picha ya mwingine ikapelekwa. Sasa inadugwa ingine inadugwa ingine inadugwa Sasa ile kazi kamekuwa kakifanya ni kukuja kuzungumzia, kila mmoja anavuta mtu anamwambia wewe sasa si uachane na huyo Reverend, kwa sababu sasa unajua si hana haja na huyo, ana haja na uogee na yeye. Ukiogea na wewe anakurushia kamshale, ukiogea tu na yeye anakurushia kamshale, ukiogea tu ukimsalimia anakuduga na hiyo kakitu, basi unakuwa hivyo. Ndio unaona vitabaa vilipatiwa nani? Mitume wapelekee watu wakapone. So nikitupa naweza kupatiana hii kitabu uletewe, kumbe hii kitabu nimeinenea, basi kuisha wewe. Kutoka siku hiyo maneno yako inaanza kuenda. Kuna mama mwingine aliitishwa hadi kachifu hapa tu hapa, kabla Reverend nataka hadi kachifu. Masaa kidogo mimi nikajaribu, nikajua amewekwa ndani ya mtego, nikampigia simu. Na hii mafikira mnakuaga nayo hivyo always, muachane nayo. Sasa huyu mama nikampigia simu akiwa town, nikamwambia uko wapi? Akaniambia nikwenda sijui tuko kwa meeting, naenda kuna pesa nataka kupelekea nyanya yangu sijui nini. Nikamwambia uko wapi? Mimi napendaka unijibu venye nimekuuliza. Wacha kunipatia story mingi. Nikikuuliza uko wapi, nijibu niko mahali hapa, niko town kwa mkahawa nikikunywa chai. Simple as that. Wachana na story mingi ati najua Reverend leo neno ya leo ilikuwa moto sana. Leo hiyo ni ujinga, wachana nayo. Nikikuuliza unafanya nini, niambie tu straight. Hivyo tu, one word. Niko nakula chai. Simple. Na hiyo imeisha. Wacha story mrefu. Sasa mama akanidanganya. Kukakaa kidogo na alikaa siku 2 kabla hajapiga simu, lakini mimi nilijua immediately ameumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikutana naye yako na manini na maplastiki mikono 2 yamewekwa. Yaani kahadi kachifu. Sasa imagine Rufina, tangu lini nichukue makamasi yako uniletewe ati nitoe nayo kwangu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hati Reverend ameniambia nipatie hadi kachifu. Wewe haukuwa na hadi kachifu? Hiyo ndio wanatumia kusapasa. Anakutega tu, anahitaji communication yako. Na wakikukosa katika ulimwengu wa kiroho, wakutafuta kwenye ulimwengu wa kiroho wakose, wanakupigia simu. Kiona mtu ambaye mnapigana na yeye amekupigia simu, ujue amekutafuta kwenye ulimwengu wa kiroho na amekukosa. Sasa anataka connection, asikie sauti yako tu, akuconnect, akushikanishe. Akikushikanisha anarudi kwa ile ulimwengu ya kiroho. Sasa anaanza kukutotolea maneno. Immediately from there utaanza kuteseka. Utasikia road accident, gari unasikia tu umekaa, gari inapasuka kioo peke yake. Unashindwa ni nini? Nasema nilikuwa naendesha tu gari, kioo ikapasuka. Peke yake. Unauliza nini? Haukugongwa? Ati hapana, ilipasuka peke yake. Sasa angalia nani alikupigia tu simu. Uone ni connection tu alikuwa anatafuta. Connection. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakunasa tu na kakitu. Watakuomba tu pesa, nikopeshe shilingi 200. Peke yake 200 na imetosha kuagusha factory mzima iishe. 200. Ama yeye mwenyewe apeleke huko kwa waganga, atoe pesa itengenezwe vizuri, akuletee hapa. Ndio unaonaga mkiniletea kitu na kuambiaga wekelea kwa madhabahu. Lakini kutakuta kuna mtu ana insist, nataka kukubariki. Hiyo na kinibariki nataka na mwagilia mkono yangu mafuta haraka. Maana kuna kitu ninaona kuna mahali umenimulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maana, hiyo ndio njia. So that is, you can only be able to access information kama hiyo ama knowledge kama hiyo if you are humble.
Ukikubali kunyenyekea ufundishwe, then you become, utafundishwa na utajua tuturiki twao ni tudogo tu. Kanisa kama hii inaweza kumalizwa kabisa na shilingi, noti ya shilingi 20 ama 10 ama 50 bob, ina uwezo wa kumaliza kanisa hii. Hiyo pesa itengenezwe ikuje rushwa hapa. Ndio unaona sadaka lazima itakazwe. Kwa sababu kwenye hii sadaka kuna ukimwi, kwenye hii sadaka kuna kansa, kwenye hii sadaka kuna uchawi, kuna wagaga, kwenye hii sadaka kuna usherati. Sasa sadaka ikikuja itakaze, iombe kabla haijatumika, izungumuziwe na inenewe. Kama ilikuwa ni kansa, nenea hiyo kansa iondoke. Kama ilikuwa ni ukimwi, nenea ukimwi iondoke. Kama ni umaskini, nenea umaskini iondoke. Otherwise utabeba hizo vitu zote. Wale watu wamezoea wanakulaga tu pesa tu kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wamezoea kukula tu pesa. Ati mama amekuja hapa, umempeleka hivi, umemuitisha, umeweka pesa yake kwa mfuko. Hiyo ni hiyo shida yake yote umeweka kwa mfuko. That is why utakuta kuna watu wako kwa kanisa miaka 20 na hakuna kitu. Maturaga mahoyaga tigiti, maturaga maugaga sina pesa, sina fare leo, sidisaidie. Na mtu mwingine anakuja just one day, anaachilia unabii, watu wabarikiwe, toa. Yani unazungumza neno la kinabii. 3 days later anakuja na muujiza, anasema ile maombi tuliomba, ndugu yangu anakuaga Amerika, aliniuliza ninataka kuendesha gari gani, na nimeishia gari ndio hii iko hapa nje. Sasa kutoka hapo nini naanza? Vita dhidi ya nani? Huyu amebarikiwa. Maana wewe ulikufa na uko ndani ya kanisa. Ulikufa kitambo. Sasa wewe unaonaga mtu akibarikiwa unaona ni shetani. Unaona mtu akienda kuinuka unaona yeye huyo ni mtu anatumia uchawi. Ukiona mtu ameinuka ni mtu wa vulimaso, ni devil worshiper, ni Illuminati. Ni kwa nini? Because you died. Ulikufa kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ulikorogwa tu na kitu kadogo tu, tamaa na ujeuri na ujuaji. Sasa mtu yote akibarikiwa, ndio unaona kanisa, mtu akikuja mara 2 3 mnaanza akiongea na reverend kidogo, mnaanza kusema naona venye anacheka na reverend, anataka reverend. Sasa badala ya kuenda kuombelea kanisa, mnageuza maombi yenu kupigana na huyo mtu. Haleluya. Mnangangana. Baba nafunga. Sasa hiyo wewe umekuliwa na shida, ni kama kuguni iko kwa mwili yako. Kazi yako ni kufukuza watu kwa sababu reverend atatogoswa na huyo mama. Sasa unataka kuniambia reverend, niko na miaka gapi sasa? Mtu amefikisha miaka 40. Ndio anaweza kutakwa hapa. Ni mimi nitapenda kama ni huyu mama tuende na yeye. Ni mimi useme ati huyu mama anaweza kuniagusha. Ukikuidhia huko hivyo uteteko. Hakuna mtu ana uwezo wa kuagusa mtu. Ni mimi na wewe. Kwani kuna mtu anapelekaga mtu mwingine kwa rojini? Ni roho inakupeleka kwa rojini. Ni roho inakwambia katoa pesa ulipe rojini. Hakuna. Ni roho inakwambia ingia chemist nunua kondomu. Hakuna. Ni wewe ulijitakia na ukajipeleka wapi? Kwa sababu kuna mlango ulifungua wa kiroho. Ndio kwa maana unachezewa akili na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you identify and know these things, ruvina wezi kuniangusha. Doke goithia. Kana uko goithie? No. I can't. Ni mimi nitakuwa nataka. Mimi ndio nitafungua zip. Tuende huko. Hapo ni kuanza kukupatia mistari ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is not about that kuna roho alirushiwa hapa, na ni wewe. So once you humble yourself, you will be able to recognize wanafanya nini na wamepanga namna gani. You will be able to know, because when you are humble yourself, unakuwa ready to hear. Ready to hear the information from God. Ready to hear. Any humble person anasikiaga. Wakati Jehoshaphat waliambiwa, mnakuja kushambuliwa. 2 Chronicles chapter number 20. What he did, he humbled himself. Alinyenyekea mbele za Mungu, akaambia watu wote waende fasting. Kila mtu, jamii yote wakaambiwa sasa tu humble. Wekeni magunia, wacheni biashara, wacheni haraka, wacheni panganga, tupige magoti. Lakini walikuwa na uwezo. Wana wa Juda walikuwa na uwezo wa kupigana na Wamoabi na kumaliza. Walikuwa na uwezo wa kupigana na Waamori na wamalize. Lakini aliposikia wanakuja kuwapiga, he humbled himself before God. Na akaanza kuambia Mungu,
Si ni wewe ulifanya watu wetu, wewe mliongea na Abraham rafiki yako, hawa watu tukakuja hapa. Si wewe ndio ulituondolea hawa watu? He humbled himself. Hakuenda kuambia majeshi makomanda prepare, munasikia kuna tumutu tunakuja kutoka pande hii. Hakuenda kuambia hivyo ati kuna maandui wanatupangia. Hapana, he humbled himself. Alihumble na akapiga magoti na akaambia watu let us fast. Twende fasting. Na watu wote wakaenda fasting. Kutoka hapo akawaelekeza watu wote kwa nyumba ya Mungu. Wakaenda kwa nyumba ya Mungu. Walipoenda kwa nyumba ya Mungu, hapo ndio kulitokea nabii anaitwa Jahaziel. Akawaambia sasa hakuna kupaga, msiende kununua silaha. Tengenezeni timu inaitwa praise and worship. When you humble yourself, you surrender to God. Unamwambia Mungu, mimi sina uwezo, wewe ndio una uwezo. Wakati Mungu aliona hawa wamesarenda na wamesema hawana uwezo, aliwaambia go and raise a praise and worship team. Ndio naona praise and worship team yetu ina struggle through mtu anaitwa Rufina na Mama Beatrice hapa. Na wasipojua hivyo wataendelea kustruggle. Humble Beatrice, just humble. Mungu akuinue. Rufina humble. Hiyo vita yote ilitoka hapa. Kwa sababu uko na destiny. Hata ukitoka hapa uende kwa Harrison, utoke hapa uende kwa Mboiro, uende wapi, upande madhabahu tu, vita itainuka. Humble now. Defeat shida hiyo, ushinde hiyo kitu ukishidie hapa. Humble and let God akupropel. Ukienda kama umeitwa, hata utoke hapa uende madhabahu gani, utakanyage madhabahu hiyo, utangaziwe waambie sasa kutoka leo utakuwa ukifagia madhabahu. Vita vya kimadhabahu vinainuka. Si lazima ukuwe ati kwa mchungaji fulani useme ati nilienda hiyo kanisa nikavamiwa, nilienda hiyo kafanya nikapatana na hapana. Ukiona ulienda na ukakubalika kwenye madhabahu, ujue na ukaanziwa vita, ni vita vya kimadhabahu. Hata utoke hapa uende America, the same problem utaipata. Because hiyo inaitangwa destiny battles. When you are under the destiny battles, it will attack you wherever you go. Under any authority utaenda kukaa kwao, itakuattack. Na hautafaulu kwa sababu usipo understand. And you can only be able to understand if you set your heart to understand. Then number 2, you humble yourself for God now to come and reveal himself to you. And inaendelea kusema humble yourself before God. God, your words okay. Daniel, for from the first that you set, from the first day, you set your heart to understand and to humble yourself. You are God, before you and God, your word were heard. Then once you have humbled yourself, nena na Mungu, release your words to God. Release your words. Mwambie Mungu nimekataa. Kusema nimekataa, it is a notice. Umemwambia, you have notified God, I have refused. So what? Now tell God, nimekataa maisha ya kukanyagwa, nimekataa maisha ya kuteseka, nimekataa maisha ya kunyanyaswa, nimekataa maisha ya kunyaganywa. Hiyo ni kukataa. Haujaambia Mungu kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Once umesema nimekataa, ni kumaanisha I want to humble down. Once unatangaza unaambia nimekataa, unaambia Mungu sasa niko tayari kulala chini. Una humble chini, kisha ukiwa chini venye nimekuta kanisa mzima ilikuwa imelala chini, then you make your petition to God. Si kusema nimekataa alafu naenda kama maisha yako nimekataa, I refuse. Hiyo ni kelele unafanya. Hiyo ni notification ya kuambia matatu kuinua mkono hivi matatu isimame, lakini hujui kama inaenda Dadora. Notification ni kuingia kumuuliza unaenda barabara, unaenda wapi? Ni ya Dadora ama ni ya wapi? Ndio unaingia unalipa fare. So once you unakataa, that is an information. That's an intent. Umeambia Mungu nimekataa. Nidareka kuthainika. Nidareka, so what? Uledate. You humble down before God. You go down before God. Unamwambia maneno. Unamuelezea, this is what I want. This is how I want it. Oh my God, I want. Nimetaka shamba. Ninataka kila kitu. Then God will help you. Because umeachilia maneno.
Daudi wakati aliona huyu ni Goliathi, hakumwambia, hakumnyamazia, alimwambia wewe unakuja kwa nguvu na nyama na uwezo wako, na mimi nitakuja kwa nguvu za Mungu wangu. Na akashinda vita. Only that. Akaambiwa na Mungu chukua kamawe tu, akachukua kamawe ile kigodha, na hiyo kigodha najua alikuwa na bebaga ya kwenda kupiga tonyoni. Haikuwa ya kupiga watu, lakini Mungu kaikanivati ikakuwa ya kupiga watu. Na akabomoa kimutu kikaanguka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimutu kikaenda kikaanguka. And that is how you are able to win this battle. For you must win. For you to win any battle, you must not fear. Lazima ukue very strong. He told Joshua, do not fear nor be dismayed, for I am with you. Because fear is more dangerous than the devil himself. Fear is the gospel of the devil, to make you not make any kwenda mahali. Na utakuja wapi, unaona yule kamama, unaona kale kamama kamekaa pale. Na uko na mwenye kafanya. Sasa hiyo bahati mbaya huyu mama ajisikie kujikuna hapa kidogo. Umeona venye amefanya mkono? Unaona weka huko. Hiyo ni sign yako, ngoma yako release, amerelease. Na unaona kila mtu sasa hiyo Harris amekaa hapa anaangalia, hataki kuangalia akutani siku yake mzuri, anaangalia hivi tena anarudisha hivi, because already ameuzua uoga. Huyo mama ni mchawi. Na hako dakika kwenda kutoka hapa anasema oh Jesus is Lord, hey we shall triumph over snakes and scorpions. Lakini wenye alifanya hivi akarudi haraka kutoka hapo, wanaanza kupurani. Huyo mama anasema afukuzwe kanisa. That is a spirit of fear. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a spirit of fear. Na ikiingia ndani yenu inaanza kuspread kutoka siku. Na huyo mama Mungu hata mtoa, ataendelea kukaa huko kwa hiyo kanisa, na ataendelea kufanya hivyo kwa sababu shetani alijua alipofanya hivi watu 6 waliogopa. Sasa next time atafanya hivi na afanye hivi kisha afanye mguu hivi. Bas, kanisa mzima itakuwa imeanza kubabaika. Mkitatetemeka, mkiona mtu mnaona tu mnasema kai, hata usade hii kine unakuta watu 10 hawakuji kanisa. Hiyo kanisa ni ya madevo. Na ni kitu kidogo because of fear. That is what has led us to suffer. Unaenda kwa sababu ulikuta kakaratasi tu kamefugwa, na ni mtu alikuwa amebeba tubako ya manioro. Amebeba akaenda kubahati mbaya kwa geti ya kwenu ikaanguka wakati alikuwa anatoka. Sasa amuka masubuhi, Karo akienda kazi, amuka asubuhi akwenda kufungua mlango, na neighbor alikuwa na kirosi akaagusha kai. Upepo likatake linakarebo kasa liketere katarabo kaya ikendera bazaka. Hii plot lazima nihame. Alafu bahati mbaya kabuni yenu inaenda chini, haina mishahara, hamujalipwa mishahara. Kai, inasemekana wameniroga. Unapigia mama yako simu, kai, nichokelile nikakuta kakitu kamefugwa, na nilipokaangalia kalikuwa na kichwa ya nyoka. Kai, na hakuna nyoka, ni shetani alikwambia hiyo ni nyoka. Ukazarina kakakarabaka liko to lika papa unaruka kwa nyumba. Siku hiyo hata kazi hautaenda. Na siku hiyo kazi utaenda. Wewe ni daktari, ulikuwa mmoja wa madaktari walikuwa naenda kufanya upasuaji, umekosa. Madaktari wengine wakasema you will not be allowed again, unafutwa kazi. Kwa sababu ya nini? Tobacco. This fear. Fear has tormented. Fear has destroyed kingdom. Fear has destroyed. Tunauziagwa juzi tu Uhuru na Ruto na Wakikuyu wezetu walikuwa natuambia Raila ni mogoroki, Raila atamaliza Wakikuyu, Raila atafanya nini, Raila atakuwa, Raila ataenda, Raila atafanya. Sisi wote Wakikuyu tulitoka saa 9 usiku tukatoa watu baka hospitali. Karibu wengine tulikuwa tunaenda City Moshari kuangalia kama amekufa kabisa, akuje vote against Raila. Saizi the same people wanatuambia Raila ndiye anaweza kupeleka sisi vizuri. The spirit of fear. The spirit of fear dominates everything. It will control your life. Sasa wanatuambia yule mtu alituambia ni mbaya, yani walituambia ni mzuri, yeye ndiye anatusaidia, anatukue president, anatusaidia Ruto. Sasa Ruto ni mbaya. Ruto atamaliza Wakikuyu. Ruto atatumaliza. Na wakati tulikuwa na yeye tukifanya kampeni, hakuwa anamaliza Wakikuyu. Sasa amegeuka, amekuwa because kuna domineering spirit inaitwa fear kwa Wakikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna domineering nini? Hata Raila akitoka na nani atoke, Uregwa kuje.
utaona spirit hiyo imeamuka. Olego tunakumbushwa Olego alifanya hivi na hivi. Hata kutokuja Mogiriama, utakuwa huyu Mogiriama. Mnajua Wagiriama venye ni wachawi. Wewe. Mogiriama akikuangalia hivi, unageuka unakuwa ng'ombe, unakamuliwa masiwa, alafu anakugeuza unakuwa mtu. Because the factor here dominating is fear. Once you defeat the fear, once you win every battle against fear, ya kuona maanko yangu ndiye alikata ukatoka damu. Sasa kutoka siku hiyo mimi niligeuka nikakuwa Illuminati. Fear. You will never succeed in any field because of fear. Kasana kingine hapa kalikuwa hapa Gekoba, kakaitishwa kabuti na simu, kakaambiwa wewe enda ukaombe. Kasiana kamehangaika, kamefungua kazi hapa, kamefungua hapa, kakikosa unaenda unakuta ile duko nanunuaga hiyo mtu hakukuja kazi. Sasa kanasemanga nilifika huko wakavuka kazi. Nikienda mahali wanavuka kazi because there is fear in you of being bewitched. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. There is fear, and that is most dangerous thing that has destroyed our fabric of the church. That is why the church will live in fear. Mtu aigirie pale hivi, aigie hivi. Acha nikwambie siri moja. Nikitaka kujua kama nyinyi mmeokoka, hivi mko hapa. Wangapi hapa wameokoka? Inua mkono wako juu. Kama unajua hakika umeokoka, inua mkono wako juu. Kama hujaaguka, inua mkono wako juu kama unajua umeokoka. Vizuri. Nyosha mkono, ambia shetani. Mwambie nimenyosha mkono vizuri. Bas. Sasa wacha tupange pale, tuigie utodi igie pale. Aende pale Daguleti achukue debe ya damu ya ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuje na damu ya ng'ombe pale, ajifiche hapo. Sasa aseme piga na panga pale na buduki twa. Aseme sasa yule anajua ameokoka atoke hapa. Unaanza kusema shindwe katika jina rekapara. Shindwe. Tunashinda, tulisema maadui wako chini ya miguu yetu. Naye maadui wako chini ya miguu yetu. Otodi avurute ile debe. Ashika huyu mzee amvurute, amuigishe na huko ndani. Kisha atoboe debe. Damu imwagike hapa. Unasikia? Reka sekete. Sisi hatuna ubaya. Sisi hatuna ubaya. Hata hapa hii kanisa tunakuja kutembea. Sisi mimi hata sijaokoka. Unajua hii tunakuja tu waste time. Imagine mimi mimi nakupenda haki. Hata niko na shilingi 10,000. Niko na 10. Acha mimi sitaki. Sasa hiyo hata Biblia, unashika Biblia unaificha na unaona ikienda kuanguka unaigoga, unaambia wewe unaniuza kwa nini? Bwana Yesu, because of fear. We are finished because of fear. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what has destroyed the church. That is what has destroyed businesses. That is what has destroyed families. That is what has destroyed our community. Because we don't understand where we are. Fear inauzwa tu, wanaukanika wanasema kwa sababu wanataka sasa kutumia huyu, wanauza fear kwa huyu. Wanataka kutumia hii, wanauza fear kwa hii. And that is what the devil has used to destroy us. Number 2, set your heart to understand. If you don't set your heart to understand God, then you are not going to make it. These are tools for you to win. 1, you must conquer your fear. Number 2, you must set your heart to God. When Joshua was told, aliambiwa do not fear, usiogope wala usifadhaike. Naye kwanza Mungu alimwambia ya kwamba Musa ambaye alikuwa kiongozi yako amekufa. Ndiye alikuwa anaongoza hawa watu. Sasa jitayarishe. Nukiangalia Joshua aliishi kwenye tent all his life. Maisha yake aliishi kwenye tent akimwomba Mungu na akimwabudu Mungu. That is why God chose him, because he had set his heart towards God. He had set his heart towards knowing God. That is why we come to church. Not only on Sunday. You must be in church every day. Jioni tafuta wakati 1 hour. Kuja omba. Mahali popote you can turn it to be a church. Like a Muslim. Wa Muslim saa 7 ikifika hapa ije anatandika mkeka because ameset his heart towards his God. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the only way we can be able to conquer. When you fear not. Then number 2, you set your heart. Number 3, humble yourself. Number 4, speak it out. Number 5, persist on your prayers.
Persist on the prayers. Endelea kuomba hivyo, nimeona leo mkiomba. Tuendelee kuomba. Make much of your time. Mkikuja kanisa, si mahubiri mingi. Ukikuja kanisa, tumia masaa 3 ya kuomba. Lala chini. Buju anakuaga hapa, osha kanisa mzuri. Na wale wanalalaga hapa, osha. Na sio tu Saturday, hata Saturday kuja, hata Friday kuja, hata Wednesday kuja. Lala hapa. Enda mahali popote, tafuta kwa kichaka mahali. Enda lala tu chini. Piga makelele yako kwa Mungu. Omba, mwambie Mungu kitu. Talk to him. Tell him, speak it out. Tell him what God you want God to do in your life. Mwambie kile kitu. Naenda kwa milima, wale wanaendaga kwa milima kama mimi. Nenda kwa mlima huko. Enda huko, piga makelele yako huko. Tafuta mahali, enda hapa Boretam, enda Katoroni, enda kwa Ng'ang'a, enda kwa William huko kwa milima hiyo. Nenda uombe. Make it much voices to God, and God will help you. God will restore you. God will bless you. God will change your status. God will change your business. Will change your language. Will change what you believe and what you've always known. Because someone of us hapa, we are known that we are poor. Sisi tunajijua tu tulizaliwa. Baba alikuwa maskini, kuka alikuwa maskini. Hata mimi nitatoa wapi? Kwa hivyo your thing has been fermented in you. But you can change the narrative by moving according to the will, by speaking it out and telling God what. And the persistence in your prayers. Persist. Tukipersist kabisa, Mungu naye atatusaidia. You know, when we fail to persistently pray, the angels of the devil, the foreign angels, will take and control our lives. They will come in. Paulo katika kitabu cha Waefeso 6 verse number 12 anasema, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers of dark world, and against the authorities, and against the spiritual forces of the evil heavenly realms. So there are things that we must understand when you are doing this battle. When you are in this move, there are things that you must understand. Ati wakati tunaomba, when you speak it out, when you don't fear, there are things that causes these things to happen. Na hii maneno ambayo inatufanya ifanyike, it is we have to know that there are rulers in our life. Kuna watu wametutawala. Kuna powers ambazo zinatutawala. Kuna mizimu ya baba yetu. Kuna mizimu ya maguka. Kuna mizimu ya nchi kule tunaishi. Kuna mizimu ya territory. Kuna territorial mizimu. Kuna mizimu ya kikabila. Kuna mizimu ya kimababa. Kuna mizimu ya kikanisa kama hizi. Kuna mizimu ya kule ulizaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mizimu ukitoka hapa uende Mombasa, kuna mizimu inatawaraga Mombasa. Kuna mizimu uende Nakuru, kuna ya huko. Ukienda Kisumu, kuna ya huko. You must understand, hizo mizimu zote ziko na watu wanazitawala. They are kings. That is why Jeremiah was told, I have set you today against nations and kingdoms. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are being set against a nation and a kingdom, and akwambia there is a nation there and there is a kingdom. When there is a nation is Kenya, is an establishment. Then when there is a kingdom, there is a king. Na hawa ndio nasema rulers, people who rule over us. Lazima tuangalie na tuwajue ni kwa nini President Moi aliweka kafibo yake pale kwa kiwanja ya Uhuru Park. Ni kwa nini Kenyatta alichogwa akawekwa pale KICC. Ni kwa nini kitu fulani kilifanyika? Ni kwa nini hizi roundabout zilijengwa hivi? Because there is a purpose, there is a reason. For everything you see, there is a reason. Any monument unapata. A monument is not just a monument. It is not a monument. It has a spiritual backing. Everything that is, hata kule unafanya kazi, ukakuta kuna tusanamu, wale wanafanya kwa muhidi. Kuna tusanamu kama mama kamekaa hivi, kengine kamekaa hivi, kengine kamekaa hivi, na kang'ombe kamekaa hivi. Hii kuna reason. Huyo mtu si mjinga, alibeba hivi akaleta kwa kazi yake. No. Ukienda mpaka kwa hospitali, angalia hospitali zote, uliza wale wanafanya kazi kwa hospitali. Ile logo yao lazima ikuwe na nyoka. Sasa unauliza, nyoka na uponyaji imeingilia wapi? Na tunajua nyoka ni ya kuuma mtu. Enda Kenyatta uone. Enda Kikuyu hospital utaona. Ile kanini kao kana nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? There is something behind it. There is a spirit behind the whole thing. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is a spirit behind what is happening in your life. There is the owner of that spirit. And the owner of that spirit ndio anaitwa ruler.
So Ephesians 6:12 inasema for our struggle is not against flesh. Kwa hivyo waacha kung'ang'ana na huyo mama, waacha kung'ang'ana na huyo mwanaume, waacha kung'ang'ana. Get into the battle, and battle is spiritual battle. Get against the rulers. Kuna yule mtu amenikamata na ananitawala. Waacha kupigana na mimi tu ni chombo kinatumika. Mimi wakati niliokoka nilifanyika mtumwa wa Yesu. Wakati niliokoka nilitoka kwa utumwa wa shetani nikaingia kwa utumwa wa Kristo. Mimi ni mtumwa wa Kristo. Ninatumwa na Kristo, nikiambiwa aende utangaze na aende kutangaza, because I am a slave. My king is Jesus Christ. I respect my king. I follow my king. I follow his doctrines, because I no longer belong to the devil. Praise be the name of God. And when I understand that for my struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, now I am supposed to identify who are these rulers in my life. Ni kwa nini hujaolewa mpaka saa hii umefika hapo? Ni kwa nini haujaoa mpaka hapo umefika? Ni kwa nini ukiweka biashara lazima igogwe? Ni kwa nini ukifika mahali lazima wakuinukie? Ni kwa nini ukifanya? Kwa sababu there is a ruler. Ameambiwa usikubali huyo mtu apite mbele fulani. Na hiyo ndiyo analeta nini? Limitation. Rulers, they bring the spirit of who? The spirit of limitation. Kwa sababu ameambiwa huyu mtu tumemruhusu shilingi 5,000 peke yake. Jaribu upitishe na peni moja. Anakuletea ugonjwa, unaenda Kenyatta, unatibiwa na madaktari 8 on different diseases. At the end of the day when you are 5,000 na zingine zimekuliwa na kazi imefugwa, ndio daktari mwingine anakuja nakwambia, hapo ulihitaji tu kukula maboga. Haukuhitaji hata kukuja hospitali. Hallelujah. Because ulifanya makosa. Ulipitisha limitation yako. Ulitafuta pesa, umewekewa shilingi 10,000, ukajaribu kuruka na peni moja. Hapo ndio vita inatokeleaga. Na ndio unakuta safari. Familia kama yetu, unakuta familia yenu, kuna mahali familia mzima inafikaga. Ikijaribu kuruka, inainukiwa as a family na inarudishwa chini. Kwa sababu yule mfalme anaulizagwa, hawa watu walipitaje? Wakati Danieli alikuwa naomba for 21 days, alienda siku, Biblia inasema ya kwamba siku ile ya kwanza aliomba ndio vitu yake iliachiliwa. Lakini mfalme wa Persia akakuja akakamata. Kuna watu hapa vitu zenu ziliachiliwa kitambo, lakini mfalme wa Persia amekamata. Wewe unang'ang'ana tu hapo, ukipigana na neighbor, ukipigana na wafanyikazi, ukipigana na mpasta yako, ukipigana na huyo mwanamke, ukipigana na huyo mwanaume, na vitu ziliachiliwa na zimeshikwa na mtu mwingine anaita mfalme wa Persia. Number 2, tumesikia there are authorities, kuna powers. Na ndio nimewaambia, mmesikia nikiwaonya hapa. Siku ingine nisione mtu anakuja hapa na ita ni nabii na anaanza kutolea unabii, mnaanza kuitishwa. Don't remove. Akutolea unabii, lakini kama ni kutoa, toa kwa authority ile uko chini yake. Bwana Yesu asifiwe sana. You don't give to another authority, because when you give to another authority inaitwa subordination. Umedefy. Bwana Yesu asifiwe sana. Because kama alisimama kwa authority hii akatoa unabii, it is through this authority hiyo unabii imetoka. So to the same authority you give. I don't know whether you understand me. To the same authority you give, but not the speaker. Mimi mwenye authority ndio nitarudi hapo nikuje nimwambie mtu wa Mungu kuja, I want to bless you. Umenielewa hapo? Kwa sababu mitego mingi tumewekewa. Kwa hiyo manabii wanatoka Nigeria, Ghana, wanakuja wanapora wa Kenya, wanahepa. Ujaingia kanisa ya Mgana mwenye amekuja kupora, anaitisha conference wa Nigeria na Mgana we anaongea, unajua anaongea kama computer. I want to bless somebody today. You know, when I was sometimes back when I was in America, I was sent by God to go and preach in America. As I entered in America, God spoke to me and he told me that this car you are owning, this Range Rover you are driving, surrender it, give it to one woman in church, the woman that is wearing red car and wearing yellow car clothes, and give it to the. And I asked God, oh my God, this car you gave to me, how now you are telling me to give it? It was so painful, but I had to listen to the voice of God, and I decided to give my Range Rover to that man, that woman. And after 20 minutes, I received a call. Looking at it, I wondered, this call
is from Canada and I have no connection in Canada. Then I picked the phone. I heard it is the Prime Minister of Canada calling me that he has been instructed by God to send $50,000. Sasa ukisikia alipatia na gari president wa Canada na hakuna president prime minister, akapiga simu ama ni Trump, secretary wa Trump. Sasa kama ulitoa gari, secretary wa Trump akapiga simu, ni nini huwezi kupatiana? Muna porwa. Jamaa wanakuja, kuna kanisa moja siku moja pale casino ile ya Patini pale. Na pale Patini ya Westland. Kulikuwa hii nyumba ilikuwa inaitwa casino, imebomolewa sasa. Sasa tulienda conference, ilikuwa ya Mugana. Kumbe target yake alikuwa anajua kila day of the conference I'm going to raise 2 million. Na alikuwa anachoka. Anapeana mahushuhuda venye alipatiana kifunguo ya gari kikakuja, akapatiana hii kakuja, akapatiana nyumba yake. Sasa alikuja akapatiana nyumba yake in the capital city of Ghana, Accra. I gave it out to an old sickly woman. And then I was called from UK, Central London, the street where the Queen passes. Then I was given 2 flats for free by God. Wamama wa Kenya wanapenda kubarikiwa. Wanapenda kubarikiwa. Hawapendi kustruggle. Sasa akasema nao, baadaye akasema give me. Where are the ashes? Where the ashes? I'm looking for quick ashes. Where are the ashes? Come for here. Give me 20 chairs. 40. Give me 40 chairs. Put it at the altar. Akachukua mafuta, akamwagilia altar. Pick it. Akaleka viti 50 kwa pulpit. Akaambia mtu mwenye anajua ana uwezo wa kutoa 50,000 before the end of tomorrow. Akalie kwa kiti. Wa mama, unaona ile tulikuwa tunakimbia unaambia mkae chini, unakaa unakuta mmekalia kiti mkiwa watatu. Viti vilikaliwa na watu watatu. Wakijipaka akaongeza ingine, akajua kumbe ng'ombe ni mingi hapa. Akaongeza ingine. Viti viliwekwa 70. Watu wa 50,000. Multiply. Wewe mtu wa biashara multiply. 3 point. Alitoka nayo that night. Na kulikuwa na Mkenya hapo. Alikuwa na nena. Neno linatoka, unasikia linatoka na masikio, lingine linatoka na kichwa, lingine linatoka na mapafu. Neno la Mungu. Jamani, nilimpatia lift. Mimi nilimbeba nikampatia lift kutoka hapo, nikamfikisha pale, nikampatia shilingi 1,000, nikamwambia mudho wa gai, enda ukakunywa chai. Mugana amebeba. That is how we are depleted. Jipo ndivyo tunanyang'anywa na wanaenda na wanakuja tena. Courage asili. Mpaka siku moja nikakuta ng'anga akiwauliza ng'anga huyu Harrison. Alikuwa anauliza wale walitabiriwa last time na ule Mugana alikuwa hapa. Kwa hivyo it's not a mistake useme ati nikileta mtu hapa. Sio hata ng'anga naletake. Akawauliza wale walitabiriwa hapa na wakapeleka pesa, Mugana akachukua. Huyo Mugana alikuwa na kibagi. Akasema bring that anointed bag. The anointed bag ni yake. Put your money here in the anointed bag. Kwa sababu akiachilia kwa madhabahu itabebwa na pastor. Ataenda kuhesabiwa apatiwe 10%. Alikuwa anawauliza, niambie mmoja alibarikiwa, there was none. So there is authority. If you don't respect the authority, your spiritual battle will not be won. Respect your spiritual authority, because whenever hata ukitaka kwenda safari, unataka kwenda Uganda, just call me, nipigie kasimu tu. Uniambie naenda Uganda, I need your backing. Simple as that. God will hear your prayer. Hata sitakuombea because you have respected his man. He will hear. Lakini wewe ng'ang'ana huko, ukienda ukifika Uganda ndio unapata shida. Mtu wa Mungu, nilifika hapa pesa yangu ikaibiwa. Sasa kuomba tu unisaidie tu nitumie pia, siwezi yake. Siwezi. Takwambia pole, in fact 10 minutes. Ungenipigia 10 minutes before ndio ningekupatia, kwa sababu nimetuma na tu 10 minutes. Nijue wewe ni wa hapa na ulienda bila kuniambia. Number 3, powers of the dark world.
Those are the battles. Kuna powers zinajificha. Ziko hapa tu. Ziko za dark world, za Illuminati. Mtu anakuja hapa ni mshirika. Lina kabosheketeria. Lina mamoria, mamanaka linakata, linaye, linaboza. Hapa anatoa hizo zote. Lakini inside ni diviner. Those are the dark world powers. Zinafanyika within you. Na utajua bibi unakuta ni bibi lakini si bibi, ni mchawi. Mfanyikazi si mfanyikazi, ni mchawi. Unakuta pasta si pasta, ni mchawi. Unakuta mshirika si mshirika, ni kamchawi. Powers of the dark. Unajaribu hii kazi haifanyiki. Unajaribu hii kazi na ule mtu unaambia kuombee, kumbe ni mchawi ndiye anakuroga. Naambia ale si hoera tu, ndio kuhoera. Tena anajua basi nimekakamata. So it is very important to know whom you share with. Wale watu mnaenda kukaa nao kuomba pamoja nao is very important. Tulikuwa na mama mwingine hapa juzi, tulikuwa tunaenda kule mlimani. Tukachangamkiana na wamama hapo wengine. Bwana hapo tunaenda mlimani tunaenda kuomba. Lakini nikaangalia nikaona hapa kuna shida. Nikaanza kuwatolea, mimi nikawaambia mimi nitakuwa nikiwatolea sadaka kwa sababu niliona hawa wamemalizwa. Yule anatoa sadaka anakuja kwanza yake ameiweka kwa bahasha. Anaiwekelea hapa kwa madhabahu. Na amekuja kuamaliza. Na alifika huko saa 12, nyinyi mnafika saa 3. Ameteka nyara na amekamata ardhi na amepiga huko mlima wote ameukamata. Sasa kufika huko, mimi nikaangalia hawa wote wamelalishwa. Nikawaambia, sasa nikienda kuomba na narudi nawaambia nimewatolea sadaka na ituma kwa baba yangu ya kiroho. Kwa sababu ili kifo ilikuwa imeachiliwa. Na ilikuwa waachiliwa watu 3 hapo. Nikatoa sadaka nikapiga hiyo kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of what? The spirit, the powers of the darkness. Ziko. They will follow you to where you go. They will follow you to any village. Wherever you go, wherever you go, whatever you call yourself. Hata ufanyike nani, they will follow until where they get you. They will never abandon you. Wanakuoga tu hapo karibu. Angalia Kamusime sometimes anakujaga. Ni mtu mzuri sana. Lakini unasikia stories za kwao. Kuna dada yake anakuaga mchawi. Ni kweli? Ni kweli Kamusime? Ametoa mangombe. Si ndio? Ametoa ngombe huko. Sasa anataka kukumaliza. Alafu jishikanishe na huyu uone. Hivi wewe nyiterea tena wana kama udo. Koma adoka wage gwetikia. Power ile power itakumaliza because you are trying to liberate. Wewe nyiterea huko. Atinaona mbembe. Hiyo ndio naambia chunguza yule mama mko na yeye. Chunguza yule mwanaume mko na yeye. Kwa sababu huyo mwanaume anaweza kuwa amebeba mahirisi. Yeye ni muganga. Yeye ni ako na powers zake. Shikana na yeye. Hakuna siku utafaulu. There is no single day. Ogotora nigo iwa hakuna kiaro getune. Kuna mama wa atekona kiaro getune. Kuna mama wa kiaredi. Sasa ati huyo ukizaa na yeye mtoto wa kiume unakufa. These are the powers of the dark. Noke manyete. Nagiye kuruko. Bad mark lakini ngakibaki joka. Abaroi. Sasa ndio hiyo inakuaga hivyo. Sasa utakuwa ukisema attention wa kiaroge tu mkishikana unakufa. Na ni kweli kwa sababu ya belief and the dark is of forces. Ukitashikana na hiyo mwanamke mnazaa. Mwanaume unasikia alikufa. Unasikia wanaume 6 wamekufia kwa mkono ya huyo. Those are the powers of the dark world. They will continue following you because you believed in them. And number 4, there are spiritual forces of evil in the heavenly realm. Katika ulimwengu wa kiroho kule kuna spiritual forces za kishetani zinatembea kwenye anga, na ndio huko mfalme wa Persia alikuwa huko akitembea. Wakati vitu zako zinaachiliwa, wanazikamata, wanazizuia kule mbinguni. Unang'ang'ana, watu wanakuonanga wewe ni tajiri lakini hauna kitu. Umerambwa mpaka kunguni zimehama kwako because hata damu ya kukunyua hauna. Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho kule kuna powers, kuna malaika wa shetani. Wale waliitwa nini? Wale malaika wali disobey wakatupwa. Wanakuaga hapa juu. Wanajua ukienda kubarikiwa na wanakushambulia. It is in the spiritual realms. Katika ulimwengu wa kiroho hizo vitu ziko. Ndio unaonanga kuna mtu anaenda kuinuka, unachagamuka mzuri, lakini katika ulimwengu wa kiroho vitu zako zimekamatwa.
Kuna mtu ukimwangalia hapa naonaga hapa ni matajiri tupu. Hapa wamejaa. Lakini ukiwaomba kitu hawana. Ukimwangalia in the spiritual realm mzuri ni mtu tajiri. Vitu zake ziko lakini zimekamatwa na mfalme wa Persia. So lazima understand, ukijua those are the battles, hizo ndizo vitu ambazo zinafaa kupigana nazo. Wanakuja hapa kama mwanamke anaweza kuja hapa kanajua kuimbisha, oh la 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 kelele, hallelujah, oh praise the Lord, hallelujah, lakini inside ni malaika wa shetani. Akikamata hii microphone kanisa mzima inasimama, because hiyo ndio kazi yake, ametumwa make sure kanisa yote ameikamata. Sasa nyinyi mtakuwa mkisema patieni fulani microphone, lakini mnaona nimekuja namwambia eda wewe pada huko juu, kwa sababu mimi najua kazi ile ule anafanya sio ile mnafikiria. Lakini akikuja anaitangwa entertainer, holy kitiri baka inua mikono kama nani bana, unainua mikono baka wengine wanaona kanainua miguu, kumbe ni spirit hiyo ya huko ndio inainua miguu na mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaendelea kubarikiwa. Kwa hivyo ni vizuri sana, be alert and always keep on praying for all your seasons. All time, every single time, continue praying and be alert. Be alert what kind of prayers are you doing. Be alert what kind of people who are around you. Be alert what kind of the society you are in. The day you realize the kind of people muko na wao, the kind of society ule uko ndani, you will be able to win every battle that is ahead of you. Control your minds, because through your mind, the devil is always there to attack us. The devil is always there. He will use our mind. He uses, nikitaka mama kama huyu, ni mind itaanza. That's the next. Tune mind yangu na mtoa guo kila kitu na tune kila kitu. Sasa tukienda huko nishamalizia because I had set my mind. Therefore in the book of 2 Corinthians 4 chapter number 4 verse 4 inasema, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. 2 Corinthians 4 verse 4. The God, small letter, the God of this world has blinded the minds, so the devil will attack the mind. Ndio unaona wataleta tu sarakasi, wataleta tu maneno, because they want to poison your mind. They want to drag your mind in not believing God, but believing in the gods, that they may spoil and of their believing, so that they might not see the light of the gospel. Their main agenda is to make sure these people do not see the light of the gospel. The God of this world is Satan, ni Shaitani. In the book of Ephesians 2 verse 2, the prince of power, Ephesians 2 verse 2, the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Oh, Katayarama. It is those people that work and who are the sons of disobedience. Ndio wanatukoroga akili zetu. Ndio wanakoroga maisha yetu. Ndio wanakoroga huduma. Ndio wanakoroga kazi. Ndio wanakoroga maisha ile tunakaa. Because these are the sons and daughters of disobedience. Ukiona mtu ni mang'aa kwa kanisa, ukimwambia afanye hii hasikii, ukimwambia tuende hapa hataki, ukimwambia kazi ile mkubwa anafanya si kuombea kanisa, anaombea reverend akuwe bwana yake, anaombea yule msichana akuwe bibi yake, anaombea huyu mama akuwe bibi yake, then that is a son and a daughter of disobedience. Hiyo ni agent ya shetani. The day you will find yourself praying for a man to marry you, you're a son of disobedience. You don't. Seek ye the kingdom of heaven, and the rest shall be added. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So don't pray for something. Don't pray for that big duka. Don't pray. Just seek the kingdom, and it is righteousness. The rest will be given to you for free. Zitakuja. Maana Solomon didn't ask for anything, but God gave him everything.
Solomon did it because he sought the righteousness. Alitoa sadaka, alitoa dhabihu ya ng'ombe 1,000. Walichinja mpaka damu ikawafika kwa miguu. Ilikuwa na flow mpaka ikafika kwa miguu. 1,000. When God came akamuuliza unataka nini? Alimwambia tu na kutukuza Mungu. Wewe ni Mungu mkuu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ulimbariki baba yangu. Ulifanya mimi tu kile kitu nakuuliza tu. Unisaidie nijue kuongoza watu hawa. Mungu akashindwa. Huyu mtu atajaitisha kitu, akamwambia hata hizi zingine zote nimekupatia. Until today hakujatokea mtu mwingine kama huyo. Mimi nitatoa ng'ombe, nataka kutoa ng'ombe 1,500 ni mshide. Hakujai, there is no record hapa duniani mtu mwingine ametoa ng'ombe mingi, ni Solomon peke yake. Mimi nitazitafuta. Nitatoa 1,500 nimupite. Lakini mabibi msikuje. Hiyo wisdom yake silifanya mabibi wakuwe wengi. The prince of the power of the air, of the spirit that is now working, is in the son of disobedience. Those controlled by him are hostile towards God. Any person mwenye anatawala na hizo spirit anakuanga hostile towards God. Being hostile towards God is refusal kusikia neno la Mungu venye linatakikana. To refuse. Nakwambia fuata hii utaki. Nakwambia fanya hii utaki. Na unaenda tu masekenyo kuinukia mchungaji kanisani. When you rise mkiona kanisa mnazungumzia mchungaji wenu venye yeye ni msherati. Venye amelala na mtoto, amerepu. Venye amelala na mama. That is the end of you. Wachana na mtu wa Mungu. Hata kama umemkuta wakiwa na mtu, fuga macho, tembea. Forget, don't discuss or despise a man of God. Mkuna wa kumuuliza si wewe. Na ujui wanabianaga na Mungu aje. Daudi anafanya vituko zake lakini Mungu anasema a man after my heart. Na anamtetea na anampigania. Wachaneni na watu wa Mungu. Kama unajua story zake, hata kama ni Kanyari na ndugu ya Kanyari, hata kama ni Ng'ang'a na mtu mwingine, leave them alone. You have no right and you have no powers over them. Leave whoever that called them to deal with them. If you want to succeed, the day you opened your mouth, na hiyo nauliza tu wa Kristo Kenya mzima na dunia mzima, kama umewahi kuinukia mchungaji kwa njia moja au nyingine, nenda urepent, maana there is a curse over your head. You will never succeed. Your bigu imefungwa na imefungika. Hakuna, the day you rose against your pastor, kuna bigu ilifungwa na haitafunguka until wewe unyenyekee. Ndio unaendaga ukiombea unaambiwa kuna mahali kanisa ulikuwa na kuna kitu ulifanya huko baya. Unasema hapana. Kwa sababu unajua for sure, unajua hakuna kitu ulifanya baya, ulitoka huko mzuri. Lakini you don't remember wakati mlidiscuss pastor yako alirepu mtoto. Haukubuki kuna siku mlidiscuss pastor yako ati alionekana na share lady mahali wakitembea tembea. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. The day kama mlikaa chini mahali mkadiscuss your pastor in a negative way, go repent immediately, because there is no spiritual success in your life. Spiritual men, watu wa Mungu, either ni upande wa shetani ama upande wa kwa Mungu, they have control over your spiritual authorities. Kama ni mchawi atakucontrol. Kama ni mimi nikiwa hapa, I have some special powers to control your spiritual life. Ndio naonaga hata kabla hujafungua mdomo Shialedi, ninakuambiaga ile kitu nataka kuniambia, ama nakwambia usiniambie hiyo story, because I know ile kitu nataka kuniambia, I know it. And why? Because God has revealed himself to me. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umewahi kusegenya pastor, si mimi hata mwingine kule kwa kichaka, eda utubu. Nenda tu tafuta tafasi, mnunulie muite mahali, mnunulie kakobe ya chai, mwambie pastor, kuna siku moja tulikuwa kwa hiyo kanisa na tulisema ABCD. Please, I beg, unisamehe. Pastor mzuri atakushika tu mkono, akwambie I release you. Na umefunguliwa. Hawa watu mnaonaga, hawa watu mnaona sisi, we are dangerous to your life. Very dangerous. Very dangerous. Na can destroy. Ninaweza kuharibu maisha yako yote completely. Na bitterness ile nitabeba hapa. Ndio naona guys, be very careful
when you are dealing to any spiritual father, any person ambaye uko chini yake, ama umekwarusana, ama umekula chakula yake kwa hivyo, ama ulienda mahali ukahubiriwa, don't despise these people. They have some powers over you, and these powers they can funga. Kuna kadirisha anaweza kufunga, na hiyo kadirisha ni muhimu kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. And although you are formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, but there is hope. In the book of Colossians 1 verse 22, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. There is hope, my dear friends. Or in all things ambazo nimezungumza, there is hope that this God died, this Jesus died. Yet he has now reconciled in you his fleshly body through death, that he gave his only begotten son, that he might die so that we may be reconciled to his kingdom. Ndio turegeshwa. Be careful, but though, even if we have been reconciled, we must be very careful in what we are doing. Tukue watu careful so that we can be able to become winners in the kingdom. And being careful, let us read the book of 1 Peter 5 verse 8. Inasema, be of sober mind, that is the spirit. Be on the alert. Your adversary is the devil, prowls around like a roaming lion, seeking to devour someone. Anazunguka shetani, seeking to devour somebody. Ako hapa. Hata kama mbarikiwa, hata kama ninawaombea, hata kama nimefanya whatever I've done, the lion is still. Inazunguka, hiyo roho iko hapa ikitafuta. Be careful with whoever you are dealing with. Be careful with what you say. Be careful in where you go. Be careful in what you do every time. Don't allow yourself to be used. Show love to everybody. If for us to win and conquer these problems and challenges, we must be able to show love. And I believe and I trust from today, this church will be a lovely church. A church of love. A church of caring for one another. And you will see what kind of blessing that God will bring to you. In the book of John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you love for one another. By this, every person in the world, they will know you are indeed the disciples. You are my disciple. You can only become a disciple of God if you love and if you care for each other. But if you don't love, if you don't care, and if you don't move the direction of Mungu, hakuna siku tafaulu. Maana you don't resemble God. You are not a disciple. You are not a disciple of God. You must love and care. You must cherish one another. You must look at your friend from the inner part of your heart that this is a son of God. This is a daughter of God. Huyu ni mtu wa Mungu. Huyu ni mtu ambaye anastahili kuitwa kama ni mtu ameumbwa na mfano ya Mungu. Usiangalie mtu naona na chuki, huyo unaona kama atainuliwa. Mtu akiinuliwa hii kanisa tumpende. Mtu akibarikiwa wachana na hiyo mtoto. Mtu akiinuliwa hii kanisa tumpende. Mtu akifanywa jambo huyu mpende. Mpende. Ukiona ninabarikiwa, nipende zaidi na uniombee, lakini usiende huko kuniombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende kuniombea mabaya, niombee mazuri every other time so that I can be able to move forward. The devil wants to look like the world. So in the book of Revelation, I may end there, Revelation chapter number 12 verse 10, there I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ has come. The authority and the kingdom has come. Let's walk in the kingdom of God. Let's live in the kingdom of God. And forever, amen, tutashinda. Tukiishi kwenye ufalme, tukiishi kwenye upendo wa Mungu, tutashinda na tutashinda vita vya kiroho. Vita vya kiroho havina nguvu, havina uwezo, havina mamlaka. Hakuna kitu kinafaa kutushinda. Maana we have been told that we shall triumph over snakes and scorpion, na hazitatuumiza, maana tuko na uwezo kuliko wao. It doesn't matter
what they say about you. It doesn't matter what they do about you. And your God will bless you. May God bless you today. May God bless you tomorrow. May God bless you forever. Tusimame tu niwatolee baraka, niwanenee baraka tunapoenda kwenye. Wewe ambao unatutazama, weka mikono yako kwa njia ya kupokea. Just hebu pokeeni baraka, pokeeni baraka. Baba wa mbinguni, aishie mbinguni, abariki njia zako ukitoka hapa. Abariki njia zako ukienda mahali popote. Siku ya Jumatatu ikubali. Mahali popote utaenda ukubalike. Lolote utakalolifanya likubalike. Maadui waliokuinukia wasambaratike. Mipango ya shetani juu ya siku ya Jumatatu yote na ikasambaratike. Maadui ambao wamekuwa wakizunguka wasikupate. Maeneo yote utakayoyafika, mahali utakanyagisha miguu yako na ipate baraka. Siku ya Jumanne, Mungu na akupatie kibali cha watu na yeye mwenyewe. Upate kibali cha binadamu na upate kibali cha Mungu. Chochote ambacho kilikuwa kimekataliwa na mfalme wa Persia na kiachiliwe. Siku ya Jumatano, neema na kibali cha Mungu cha kuweza kuomba, cha kuweza kupata breakthrough na kikapenye ndani yako, na kikapenye ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya Alhamisi na ikuwe siku ya kutanisho lako na wapendwa wako na baraka zako na njia zako zifunguke, mipango yako ifunguke, maono yako yakubarike. Siku ya Ijumaa nayo Mungu ashuke na akalize baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya Jumamosi Mungu akupatie kibali na matayarisho mazuri ya kurudi kwenye nyumba ya Mungu. Utakaporudi kwenye mji wa Mungu ukuje na mavuno iliyojaa katika jina la Yesu Kristo, na kubariki na ubarikike. Semeni amina. God bless you. God anoint you. God give you the power. God give you favor. You are a holy people called for the purposes and for the reason of God. My daughter, come.